And now you're watching Clouds kupitia Clouds TV. The weekend was so good. Kila mtu atakuwa ameenjoy weekend yake na mambo yote yamekuwa under control kwa sababu ukiwa na Airtel kupitia Airtel Money, Mr. Money anarejesha gawio la shilingi bilioni 3.5 ambapo linakufanya wewe uweze kuendelea na mambo yako ya kila siku, kulipa school fees, kulipa madeni yako na hii January, kulipa bill zako za nyumba na maji, vitu kama hizo umeona. Lakini sio kesi, issue nzima ipo kupitia Airtel Money ndio mpango mzima. Lakini ili uweze kuendelea na ofa kabambe kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 na uweze kuchagua ofa kabambe na uendelee kufurahia huduma bora kutoka Airtel. Airtel, mtandao bora kwa smartphone yako. Bwana, Coca-Cola ndio kinywaji bora ambacho ukionja msisimko wa Coca-Cola basi kila kitu kinakuwa mwake. Wapo kwenye Clouds na asante sana kwa support kubwa kwa wewe ambaye umechagua muda wako saa 1:15 kuangalia Clouds. Mimi naitwa Shade. Karibuni sana. Our first story inamhusu Eric Omondi. Eric Omondi bwana ni mchekeshaji kutoka Kenya na pia amekuwa sana maarufu hapa Tanzania kwa sababu anapenda au ni mwigizaji mzuri sana wa kuigiza ngoma za Diamond, kwa mfano Salome, My Number One. Watu wako wanapenda ile mambo ambayo Eric Omondi alikuwa anayafanya kuhusiana na Diamond, na pia uchekeshaji wake ameweza kufanya na kurudia movie inajulikana kama The Gods Must Be Crazy na pia movie inajulikana kama Sarafina na kuita Saratina. Upo hapo, huyo ni Eric Omondi. So jana ngekutana naye tukapiga story nyingi sana, umeona bana, lakini kitu ambacho nataka kukijua kutoka kwa Eric Omondi, vitu vingi ambavyo anavifanya sana ni kuhusiana na Tanzania. Mara amuigizie our president Mr. Magufuli, umeona bana, lakini pia nikataka kujua why Tanzania? What is happening with Tanzania? Kwa nini unapenda Tanzania hivyo Eric Omondi? Tanzania ni nyumbani. Tanzania nilianza uhusiano nao kitambo kidogo, si sana. Ambapo niliinvitiwa na Diamond Nazari kwenye White Party. Nikaja kwa my first experience kufanya stand up ile. Nikaifurahia sana. Tanzania wametuweka kwenye map pale, yeah? So ni kama home. Hata sasa nikiongea nipo Tanzania. Nimesikia tetesi unataka kuleta comedy show yako in Tanzania. What's up with that? Kuna chakula tunapika. Chakula taarifa zake kidogo za ziada. I think by next month February itakuwa tumeandaa mezani. Iko jikonini pale. Ni chakula tamu sana tunapikia wa Tanzania. Ni kuchekesha tu. Yes. The trending age kwa sasa hivi, the gods are not crazy, we are. The gods are not crazy, we are. Manake unajua pale ile sinema alifanya wakasema gods are crazy. Lakini ukiangalia vizuri ni sisi wenyewe ndio we are crazy, yeah? Vitu tunafanya, vitu tunasema. Na maana nikawa natufanya hiyo, gods are not crazy, we are. Kuna pose fulani nafikiri itaonyesha wakati interview inaendelea. Pose fulani unafikiri umeshalielewa mwenyewe. Wakati unafikiria kufanya vile ilikuwaje? Maana nilikuwa natafuta zile filamu ambazo Waafrika wanazijua, wanazipenda. Kama kuna Sarafina, kuna Gods Must Be Crazy, kuna hii tumefanya juzi ya Nigeria. Zile vitu Waafrika walizitazama enzi zile wakazipenda. Ni kama TBT, ushaelewa. Wazee ukumbuka. Wazee ukumbuka. Sio kuleta tu memories za zile enzi. Nani alikudesignia au alitengeneza zile akazi bring back from the 80s? I don't know. Kuna fundi wangu kutoka pale Nairobi. And alinitengenezea. Ila hata sio mshono, sio kazi mob. Ni uzi tu. Ni uzi tu na ngozi. Tusi nilikuwaje kwenye kushuti kule na pale bana, nilikuwa tumecheka si wenyewe. Maana pale unaenda ukikimbia mara inaanguka. Ni kitu fulani hivi ambacho ni cha tofauti sana. Girlfriend wako alikichukuliaje? Yule I think ashakubali, ashasema huyu mume wangu sasa sijui nitamfanya nini. Manake zingine vitu mingi namuelezea, zingine zinakuwa surprise hata kwake mwenyewe. Kama hiyo hakuwa analijua juu ningemwambia pengine angekataa. Ningesema la hasha. Nasema acha niende nifanye tu, ni kama surprise tu. Anatumiwa picha tu na rafiki zake. Mabesikeli bana. Tuende kwa haraka, kumwendo wa kasi.
Tusijaribu, unaweza funga mheshimiwa. Unaweza funga hapa. Tusijaribu nini? Haya. Kwa haraka tu tufike Morogoro ni hapa tu. Na twende pale. Kwa utaratibu tu. Pole pole tu. Sio kwa haraka. Kwa utaratibu tu. Hakuna haja tunatumia mafuta saa zingine. Na tunaweza tumia daladala. Pesa ile tutumie kuendeleza Watanzania wenzetu. Manake hapa kilomita 2 unaweka mafuta ya gari na pesa inaenda. Magufuli hata ukitazama pale nikimuigiza nikisema pale kwamba if you want, ukitaka kuwa the best African president, ushaelewa, juu kwangu ni ule kiongozi ambao amejitolea, love him, hate him, lakini kazi tu kwa watu hapa, kazi tu, yeah? Amejiondoa, amejitolea kabisa, sacrifice. Na Dodoma baiskeli bana, naacha pale Mercedes pale, anachukua baiskeli anaenda Dodoma. Na hapa kuna foleni, hakuna jamu hilo. Watanzania tupate kwenda pamoja. Mashamba nililima wendo vunu na kuvuna. So next up kwenye Clouds, bwana, mapenzi mubashara bado yanaendelea. Sasa hivi basi ngoja nikupe story, ni kwamba Peter Msechu imefika kwamba ni nusu mwaka toka amfalishe mpenzi wake Betty. Na to your surprise, harusi ya Peter Msechu bwana, tunaweza tukasikia bombane. Hii inakuaje sasa? Mama mtoto wangu au mpenzi wangu au mke wangu mtarajiwa, nimeishi naye zaidi ya miaka 8. Kwa hiyo nimekuja kumvisha pete, bado ninajipa muda kabla sijafunga naye ndoa. Ni kwa sababu nadhani uliona engagement yangu, nilikuwa nimejipanga, ilifanyika surprise ambayo kimsingi ilikuwa ni kubwa, na tunataka hata harusi yetu iwe kubwa, ifikie level fulani ambayo tutarizika. Kuna kitu tuna plan ukifanya kinahitaji maandalizi. Kwa hiyo tunakusanya nguvu, hakuna haraka, hakuna rush. Inaweza kapita hata miaka 20 ikafanyika ndoa. Yaani nataka pete ya ndoa, pete ya uchumba ikiingia ya ndoa iwe mpya, ile ichakae. Tunataka tujipe muda. Nataka kusema huu mwaka unaweza kukatika vile vile. Katika ujao ukakatika na wengine ukakatika, mpaka naweza kujikuta nakuja kuwa mbunge wa Kigoma. Sijaoa nikaja nikaoa baadaye. Una mipango ya kuingia kwenye politics? Mipango hiyo sina, kwa sababu kimsingi kabisa mimi naamini wananchi wangu wa Kigoma wanahitaji watu makini wa kuongoza kama kina Bwana Zitto Kabwe, wanafaa ile position inafanya kina Zitto Kabwe. Nafikiri wananchi wa Kigoma hawahitaji viongozi wa mzaha, viongozi ambao wanashinda Dar es Salaam, hawaongozi kata zao. Na mfano? Siwezi kuwa na mfano, lakini kiongozi ambaye hafanyi majukumu yake anajulikana. Kwa nini wala sio mfano? Kwa sababu unajua unaposema mfano, ina maana yule mtu hafanyi. Ni ukweli usiofichika, kiongozi mvivu kuliko viongozi wote Tanzania hii ni Baba Levo. Yeah. Kutokana na hauwezi ukaongoza kata ya Kigoma, Katubuka, kata ya Mwanga ukaiongozea Manzese. Yaani diwani huwezi kuongoza kata ukiwa Dar es Salaam unaongoza kata ya Kigoma. Hauwezi kuongoza kata kwa Bluetooth, haiwezekani. Wananchi wanampigia simu, wanamwambia diwani, mbona haupo eneo la kazi? Anamwambia angalieni email. Unamwambia wananchi wa Kigoma, wakati ya Kigoma wafungue email. Baba Levo. Nakushangaa sana. Sina mpango wa kuwa mimi natakiwa niendelee, narudia tena, mimi natakiwa niendelee kuwa msanii mkubwa, mwenye hadhi, mwenye performance, mwenye nini. Alafu wako viongozi ambao wameteuliwa kwa ajili ya kutuandalia mazingira ya show ndio kama haya. Ngoma yake mpya unaizungumzia? Kwanza nashangaa sana kutonitaja kwenye ngoma ya Noma, kwa sababu sikutegemea. Kwa nini nisitajwe? Ametaja watu wote wanaishi Kigoma. Sijui kwa nini hakunitaja. Sasa sijui ameamini mimi siishi Kigoma au sijui amenichukuliaje, lakini mimi nitaendelea kumwambia tu, Baba Levo nitaendelea kuwa star na utaendelea kunijua kama mimi star. Wewe ni mtu wa kawaida sana, umeelewa? Kwenye hii game utabaki kwa hiyo nashangaa kwa nini hajanitaja, lakini sijawahi kuona ngoma mbaya ambayo isha kutoka kama ile Noma. Ingawa itahit. Najua itahit, na katika vitu ambavyo vinanipa pressure sio unene wangu, sio kwa sababu sina ngoma redioni, ila ninapata pressure ngoma Baba Levo ikihit. Itajificha wapi?
Mashindano ya Miss Universe yamekamilika na mshindi kutokea Ufaransa ndiye aliyechukua taji hilo. Miss Kenya kutoka Afrika ndiye aliyechukua namba 9. Yaani nikisema ndiye aliyechukua namba 9 ni kwamba hakuna mshiriki yoyote kutoka Afrika ambaye aliingia katika top 10. You know what I mean? Kutoka Tanzania tulikuwa tunawakilishwa na model anajulikana kama Jehan, na kwa bahati mbaya hakuweza kufika katika top 10. Next time mommy, don't worry. Chura na resa chura, chura na ruka chura, jamani churu mama churu churu. So hii ni post ambayo Don Jazzy mwana bana amepost katika Instagram. It's a wonderful thing kwa sababu anaimba ngoma ya Snura Chura. It's a good thing, but sitaki ishie hivi. Mimi nataka nimtafute Snura alafu tujue tunafanyaje ndani ya Clouds 8. Ulikuwa unaangalia Clouds 8 Clouds TV with the girl Shade. Asante sana kwa kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka kwamba ukitaka kupumzisha roho yako ama koo yako, basi fika duka lolote na ununue kinywaji cha Coca-Cola. Ukionja msisimko, basi kila kitu kitakuwa under control. Lakini pia kumbuka kwamba Airtel kupitia Airtel Money, Mr. Money anarejesha gawio la shilingi bilioni 3.5. Ili uweze kufurahia ofa kabambe za Airtel, bonyeza *150*60 taendelea kufurahia huduma bora za Airtel. Airtel, mtandao bora kwa smartphone yako. Mimi naitwa Shade. See you tomorrow. Bye bye.